Shalom, shalom. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unatufuata sai, karibu. Na kwa majina naitwa Pastor Prince Mundeke. Na nitaka nizungumzie kitu kidogo ambacho kitatusaidia shibote leo kuhusu Injili. Na tunasoma katika Waroma sura yake ya kwanza mstari wa 16 hadi mstari wa 17. Menda insiste sana tu mstari wa 16. Inasema Paulo yuko anaandikia kanisa la Roma, anabandikia, mimi sisikii haya juu ya habari njema, kwa sababu huu ndio uwezo wa Mungu unaokoa watu wanaoamini, kwanza wa Yuda na kisha watu wote wa mataifa wengine vile vile. Anasema kwamba hata sikilia Injili haya kwa sababu ni uwezo wa Mungu yenye naokoa batu bote wenye wanaamini. Kuna nguvu kwa ajili ya Injili. Mkifransa wanasema car j'ai un point honte de l'évangile. Sitasikilia Injili haya kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu. Tunajua kwamba tunapozungumzia Injili tunazungumzia good news about Jesus, ama habari njema kuhusu Yesu Kristo. Na nitaka tu nikakushauria leo ya kwamba Injili inaokoa, Injili ina nguvu, na Injili inabadilisha maisha ya watu. Katika community yetu watu wako wanadharau Injili, wanatia maisha mbele, wanasababu ya kwamba Injili njoo ya maana. Na wewe ambao unaamini Injili, wewe ambao unaamini Kristo Yesu, usikate tamaa. Usikate tamaa kwa sababu Bwana ana mpango mzuri kwa ajili yako. Nitaka tuongee kitu kitatusaidia hapa Shebauli. Ni ulizo ambao niko nayo. Unajua kuna watu wengine kama vile sisi, kama vile wewe, tuko mahali ambapo tuko leo kwa sababu tu ya Injili. Yaani katika maisha ya Afrika kwenye kulikuwa kuna espoir, kwenye kulikuwa kuna kadhi, Mungu alitusaidia. Tuko na historia ya watu ambao Bwana alitosha mavumbi akawaketisha pamoja na wafalme katika nchi za Afrika kwenye hakuna kazi, kwenye hakuna opportunity. Watu walitumainia tu Mungu, walitumikia Mungu katika uaminifu, kupitia sadaka, kupitia 1:10, kupitia kuhubiri Injili, kupitia kuingia kanisani. Maisha yao kaitia kwa Mungu na Mungu akabadilisha maisha yao. Mungu akawaokoa, akawatosha vifungo vya kifamilia. Na tuko na example ya watu wenye walikuwa hana kitu lakini aliamini Mungu, Mungu akamtengeneza, Mungu akampatia valeur. Sasa ulizo ni kwamba wewe ambaye uko sasa maisha yenyewe kuna opportunity, umefika Amerika, umefika Canada, umefika Australia, umefika Europe, jiulize tu ulizo, ukitumainia Mungu, ukitumikia Injili, eske Mungu ana uwezo kufanizia zaidi? Kama Mungu alikukumbuka na Afrika kwenye kulikuwa kuna opportunity, what about hapa kwenye opportunity zote ziko za maisha? Amini tu Mungu, tumikia tu Mungu, kuko uhakika juu ya kesho yako. Injili ni uwezo wa Mungu. Unapoishi juu ya Injili, unapokuwa Injili yenye iko na ubiriwa wazi, kwa maana maisha yako pia ni Injili. Kwenye unapita, binyo unafanyaka, kote kwenye unatembeaka, nao pia ni Injili. Ninakutakia Bwana kubariki. Kwa ajili ya Injili tutafaulu. Tunaamini ya kwamba Mungu angaliki nafanya kazi hadi leo. Mungu hata tuachilia. Mungu atatuchunga katika nchi za kigeni, na tuko hapa kwa ajili ya Injili. Wewe na mie, Mungu alitufungulia milango ya baraka ili kwamba tuhubiri Injili. Bwana kubariki. Amen.